Al-Haq TV, fuata njia ya sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Naam, ndugu mtazamaji, tunaendelea na sehemu nyingine tena tukiwa tunafafanua nukta hizi za mazingatio kwa mtu ambaye amefanya jambo ambalo litaharibu funga yake mchana wa Ramadhani. Na tulifikia nukta namba 8. Sheikh anasema idha asara falam yastati' al-kafara, ikitokea sasa mtu hana uwezo akashindwa kulipa kafara. Hapa tulikuwa tunazungumzia yule mtu ambaye alikutana na au alijamiana mchana wa Ramadhani. Sasa je, ikitokea hawezi kulipa kafara, kwa mfano hawezi kufunga miezi 2 mfululizo kutokana na afya yake. Sasa lakini pia hana uwezo wa kuwalisha maskini 60 kwa sasa. Je, itakuwa adhabu yake imeisha? La, baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba ikiwa hana uwezo wa kulipa kafara kwa sasa, basi mtu huyo fa innaha mutaalliqatun bidhimmatihi lihinil yasar. Mtu huyu atabakia na dhima hiyo na deni hilo na hukumu hiyo mpaka pale atakapopata wepesi. Atakapokuwa na uwezo wa kufanya hivyo ndipo atafanya. Kwa hiyo haitaondoka hiyo kafara mpaka atakapokuja kuitimiza. Na kauli hiyo huwa alladhi ayyadahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa rajjahahu Ibn Daqiq al-Eid wa huwa madhhabu Malik wa Abi Hanifa. Huo ni msimamo wa wanachuoni hao Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, lakini vile vile akaipa nguvu kauli hiyo mwanachuoni huyu Ibn Daqiq al-Eid, na vile vile ndo madhhabu ya Imam Malik na al-Imam Abu Hanifa, kwamba kwa sasa hawezi kulipa kafara, mathalan kuwalisha maskini 60. Basi akija kupata uwezo hukumu hiyo itamhusu. Jambo la pili au kipengele cha pili katika mambo yanayoharibu saumu ya mtu, tuliona kwamba kipengele cha kwanza ni yale mambo ambayo yanaharibu funga ya mtu, lakini adhabu yake ni nini? Adhabu yake anatakiwa alipe hiyo funga aliyoiharibu, lakini vile vile atoe kafara. Atafanya mambo mawili. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili sehemu ya kwanza tuliona mfano wake au jambo lenyewe haswa ambalo anatakiwa mtu kuilipa funga aliyoiharibu na kisha kulipa kafara ni yule mtu ambaye amejamiana na mke wake mchana wa Ramadhani. Atafanya hilo yote mawili kwa wakati mmoja. Lakini sehemu ya pili ni yale mambo ambayo mayubtilu sawma wa yujibu alqada'u faqat. Ni kwamba ni yale mambo ambayo yanaharibu funga ya mtu, lakini inakuwa ni wajibu yeye kuilipa tu ile siku peke yake. Nalo ni jambo gani? Anasema al-aklu washurbu amdan, ni kula na kunywa kwa makusudi. Na makusudio hapa ya kula na kunywa, anasema al-maqsudu idkhalu at-ta'ami wash-sharabi an tariq al-fami, ni kule kuingiza chakula au kinywaji katika njia ya mdomo, kupitia njia ya mdomo. Sawaun kana at-ta'amu mimma yanfa'uhu ni mamoja amekula chakula chenye manufaa, yani chakula ambacho watu wote wanakula, kalahmi walmai, chakula kwa mfano labda hata wali, ugali, lakini hapa ametaja nyama, au kama kinywaji amekunywa maji kupitia njia ya mdomo, au mimma yadhurruhu katurabi wasummi wadam, au akala kitu ambacho kinadhuru, kama vile amekula mchanga lakini kupitia mdomoni, amekula sumu. Mtu alikuwa anajaribu kula sumu lakini hajafa, alikuwa amefunga, funga yake vile vile imebatulika. Au amekula damu, amekunywa damu. Kuna wale watu ambao mbuzi akichinjwa au ng'ombe wanachukua damu wanakunywa, au wanakaanga wanakula, wengine wanaita kisusio. Pia atakuwa amekula. Kwa hiyo saumu yake itabatulika akiyafanya hayo kwa makusudi. Ama huku kula sumu, kula damu, hiyo ni haramu hata kama miezi mingine. Lakini hapa ndani ya mwezi wa Ramadhani
vile vile inakuwa ni haram na ni mbaya zaidi. Ama vyakula vingine kula mchana wa Ramadhani tu ndio haram, mtu kaharamishiwa, lakini usiku wake baada ya jua kuzama, hilo linafahamika, vitakuwa ni halali. Kwa hiyo ikitokea mtu huyu amekula kwa makusudi au amekunywa, basi funga yake itakuwa imeharibika, chochote atakachokuwa amekula kwa njia ya mdomo. Na Sheikh anasema famata adkhala at-ta'ama ila bal'umihi dhakiran amidan, ikitokea mtu huyu amekula chakula, amekiingiza chakula kupitia koo lake hali ya kuwa anakumbuka, anajua kabisa, lakini kafanya makusudi, basi mtu huyo atakuwa amefungua, na hilo linathibitishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala pale alipokuwa anataja ukomo wa muda wa kula na kunywa katika suratul Baqara aya 187, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, na kuleni na kunyweni, yani hapa baada ya jua kuzama tu, basi kuanzia hapo kuleni na kunyweni. Allah anasema mtaendelea hivyo hata yatabayyana lakumul khaytul abyad, mpaka utakapobainika kwenu weupe wa alfajiri. Hapa ametaja uzi mweupe, lakini nakusudiwa weupe wa alfajiri, minal khaytil aswadi, kutokana na weusi au kiza cha alfajiri. Kwa hiyo alfajiri ile alfajiru sadiq, ile alfajiri ambayo ni ule muda ambapo patakuwa sasa panaadhiniwa kwa ajili ya swala alfajiri, adhana ya pili ile ya swala, au patakapokuwa panakimiwa kwa baadhi ya kauli za wanachuoni, na kutokana na hadithi ya Zaid bin Thabit kama tutakapokuja kuona katika sunna za siyam. Lakini ala kulli hali ni kwamba katika mambo yanayoharibu saumu ya mtu na inamwajibikia kulipa tu funga ile ni kwamba mtu akila kwa makusudi au akinywa. Na anasema yakunu dhalika athiman, mtu huyo atakuwa amepata dhambi kwa kula kwa makusudi, kwa sababu atakuwa amemwasi Allah na anatakiwa afanye tauba, alete istighfar kwa ajili ya jambo hilo. Wa amma in akala au shariba nasiyan, lakini kitokea amekula au amekunywa kwa kusahau, fala shay'a alayhi waliutimma sawmahu, anatakiwa tu atimize funga yake, na hilo linathibitishwa na Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ambayo ipo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, pale Mtume alayhi salatu wasalam aliposema man nasiya wa huwa swaimun, mtu akisahau hali ya kuwa amefunga, fa akala au shariba, na akala au akanywa, basi faliutimma swaumahu, na atimize funga yake. Kwa nini? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, kwa sababu mtu huyo Allah ndo atakuwa amemlisha na amemnywesha. Allah kampa ofa hiyo yeye mwenyewe. Kwa hiyo basi mtu huyo anachotakiwa tu atakapokumbuka kwamba nimefunga, pale pale aache, asikutue, aendelee na saumu yake. Sasa isitokee basi amekumbuka ndo akaendelea kula na tena anakunywa, la, hapo atakuwa sasa anafanya makusudi na atakuwa amefanya kosa lingine. Lakini mwisho Sheikh anasema wa hadha alhukmu yashmalu alfaridha wan nafila, hukumu hii inahusika funga iwe ni ya faradhi au ni funga ya sunna. Mtu akila basi saumu yake itakuwa imeharibika. Ama mtu ambaye hajui uharamu wake, fa in kana ba'idan an biladi alislam, kama mtu hajui kwamba funga Ramadhani kula ni haram mchana wa Ramadhani, kama vile mtu anaishi mbali na miji ya Kiislamu au mbali na maeneo ambapo dini inapatikana kwa wingi, au akawa ameingia katika Uislamu hivi karibuni, basi mtu huyo anapewa udhuru kwa sababu hiyo. Lakini anasema wa amma in kana mukhalitan lilmuslimin, lakini kama atakuwa amechanganyikana na Waislamu, basi anasema bihaithu la yakhfa tahrimuhu batala sawmuhu, kama mtu huyu atakuwa amesilimu mathalan hivi karibuni, lakini anaishi amechanganyika na Waislamu na anaona kwamba Waislamu hawali mchana wa Ramadhani wakiwa wamefunga,
lakini yeye akala tu kwa kujifanya hajui au kwa kujisahaulisha kwamba yeye amesilimu kwa hiyo atapewa ruhusa hiyo, la, hapo atakuwa ameharibu saumu yake na atatakiwa kuja kuilipa baada ya Ramadhani kuisha. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapo, tutakuja kuendelea tena na sehemu nyingine. Wallahu a'lam. Al-Haq TV, fuata njia ya sawa.